السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Hadhirin, baada ya kumhimidia Allah jalla jalalu na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, leo ni mwendelezo wa darsa zetu za usulul fiqhi, na wafuatiliaji wetu walitupa taarifa kwamba kuna somo tuliliacha huku nyuma, nao ulikuwa ni mlango alfarqu baina an-naskhi wat-takhsisi, tofauti iliyoko baina ya naskhi na takhsis. Na leo tutakiweka wazi kipengele hiki, halafu tutaendelea insha Allah. Anasema sahibul kitab imta'ul uqul bi rawdatil usul, yajtami'u an-naskhu ma'a at-takhsis, inakusanyika naskhu pamoja na takhsis, au inakutana naskhu pamoja na takhsis, au waweza sema inaungana naskhu pamoja na takhsis fi salabi ma tanawalahu al-lafdhu min al-umumi, katika kunyang'anya kile kinachopatwa na lafdhi miongoni mwa umumi, kama ambavyo naskhu inanyang'anya kile kilichopatwa na lafdhi, na hivyo hivyo takhsisu nayo inanyang'anya kile kilichopatwa na lafdhi miongoni mwa umumi. Hivi viwili vinaafikiana katika hilo. Wayaftariqani fi umuri, na vinatofautiana katika mambo mengi. Minha, miongoni mwa hayo mambo, jambo la kwanza, an-naskhu yashtaritu tarahihi, naskhu inashartisha kuakhirika, bikhilafi takhsisi, kinyume na takhsis. Naskhu lazima nasu moja itangulie na nasu nyingine ije nyuma. Ile iliyotangulia itakuwa ni mansukh na ile iliyokuja nyuma itakuwa ni nasikhu. Sasa kwenye naskhu limeshartiwa hilo, kinyume na takhsis. Takhsisi hilo halijashartiwa. Lakini jambo la pili, an-naskhu la yakunu illa bi khitabin, naskhu haiwi isipokuwa kwa khitabu. Lazima ije khitabu ndani ya Qur'ani, au ije khitabu katika mafundisho au katika hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watakhsisu yajuzu biadillati al-aqli wal-qara'in, na takhsisu inajuzu kwa dalili za kiakili na kwa karina, kama tutakavyokuja kuona insha Allah. Kwa hiyo kulikhasisi jambo waweza tumia akili na waweza tumia karina. Kinyume na naskhu, lazima ije khitabu, imma kwenye Qur'ani au kwenye Sunna. Kama fi qawlihi ta'ala, kama ilivyokuja katika kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema nudabbiru kulla shay'in, tunaendesha kila kitu. Wanahau, na mfano wa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa utiyati min kulli shay'in, na akapewa kila kitu. Sasa aya hizi unaweza ukatumia akili kuzikhassisi. Kwa mfano Allah anaposema nudabbiru kulla shay'in, lakini kuna baadhi ya vitu vingine ameviwakilisha kwa viumbe wake. Mfano malaika Israfil kamwakilisha kupuliza parapanda, malaika Mikail kamwakilisha kushughulikia mambo ya mimea na mvua, malaika Jibril amemwakilisha kutumia kufanya kazi ya kuteremsha wahi kwa manabii.
japokuwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio mwenye kuendesha kila kitu. Kwa akili tu inakupa hapo, kuna vitu vingine Allah subhanahu wa ta'ala ameviwakilisha kwa viumbe wake. Na Mwenyezi Mungu anaposema na amepewa kila kitu, ni wazi kwamba kuna baadhi ya vitu vingine hajapewa, akili tu inatambua hivyo. Kwa hiyo utaona an-naskhu la yakunu illa bi khitabi, naskhu haiwi isipokuwa kwa khitabu, wa takhsisu, lakini takhsis yajuzu bi adillati al-aql wal qara'in, inajuzu kwa kutumia dalili za akili na karina, kama kwenye aya hizo mbili tulizozitolea mfano. Lakini jambo la tatu, an-naskhu la yadkhulu al-akhbara, naskhu haiwezi kuingia kwenye habari. Wa takhsisu yadkhuluha, na takhsisu inaweza kuingia katika habari. Yani naskhu ni khitabu kwa khitabu nyingine, sio kwa mubtada na khabar. Lakini takhsisi yawezekana kabisa ikaja mubtada lakini ikaja kukhasisiwa na habari. Na mifano hiyo ndani ya Qur'ani ni mingi kabisa. Lakini jambo la nne, an-naskhu la yabqa ma'ahu dalalatu lafdhi ala ma tahtahu, naskhu hakubaki pamoja nayo ujulisho wa lafdhi juu ya kile kilichoko chini yake. Wa takhsisu la yantafi ma'ahu dhalika, lakini katika takhsisi halikanushiki pamoja nalo jambo hilo. Yani naskhu inapokuja khitabu ambayo imetangulia kisha ikaja khitabu nyingine, ile iliyotangulia itakuwa ni mansukhu na ile iliyokuja nyuma itakuwa ni nasikhu. Kwa hiyo hii ambayo ni nasikhu inanyang'anya kila kitu, hakuna kinachobakia chini ya lafdhi ile iliyotangulia, ambapo takhsisi inanyang'anya baadhi tu ya maeneo, lakini maeneo mengine yanaweza yakabakia. Huu ndio tofauti. Hadha, pamoja na hili, waqad haqqaqa al-allamatu Shamsuddin ibn al-Qayyim, amethibitisha mwanawachuoni Shamsuddin ibn al-Qayyim al-Jawziyya, annahu la farqa inda salafi, ya kwamba hakuna tofauti mbele ya salafi baina takhsisi wa naskhi, baina ya takhsisi na naskhi. Hivi ndivyo anavyosema Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Warajihu al-awwal, na kauli yenye nguvu ni ile kauli ya mwanzo, liikhtilafi maanahuma fi lugha, kwa kutofautiana maana zake katika lugha. Kwa hiyo kwa wale ambao walisema somo hili tumeliruka, leo tumeliweka wazi hapa, unaweza ukalifuatilia. Lakini kikubwa zaidi, tuliahidi kwamba tutatengeneza grupu, na hizi linki za masomo tutakuwa tumeziweka katika grupu hilo. Kwa hiyo utakapohitaji kuungwa katika grupu hilo, utatuomba kwa namba ambazo tumeziweka hapo katika screen, au kwa namba zinazopita katika screen yako. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie juu ya haya, kwani yeye ni waliyu tawfiki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.